Sangapi? Uhuru Kenyatta ameiba pesa ngapi? Moi ameiba pesa ngapi? Why did these people, why were they not impeached? Ile kitu iko chini ya nyuma ya hii impeachment ni this is a blackmail. Ni nini tunaweza tumia kupaka huyu jamaa ili atoke kwa hiyo ofisi? But chini ya maji ni, let me inform you Kenyans, there is a hidden secret that is taking this guy home. There is a hidden and intelligent secret yenye inapeleka huyu jamaa nyumbani. Niyo ni mambo yao watu wawili, lakini ile yenye public tunadanganywa nayo ni 11 issues. Take it out of your mind. Ile kitu yenye inapeleka huyu jamaa nyumbani ni Gen Z. Si mambo ya corruption. The issue of funding Gen Z. That is what is taking this guy home. That is what is taking this guy home. And again, the guy was also against zile mali za British Empire. Gachagua started investigating, are these people paying tax? My friend, you should note, when one time utakuwa deputy president, kuna zile vitu zenye ufai kuguza Kenya. Number one, the Kenyatta's family. Usiguze. Number two, the Moi's family. Usiguze. Number three, the Odinga's family. Usiguze. Nani anajua kwa nini walileta hii inaitwa je? Hii kampuni ya bunduki hapa Ruiru. Who knows the reason? Tuambie. Inform us. The intelligent reason why that thing was brought there during Uhuru's era. In case any government, any regime wants to touch the British wealth, they can easily find weapons around. Wanaweza pata bunduki karibu, si mambo ya kukimbia hapa Ruaraka. There is a lot of secret in that company. There is a lot of secret that Kenyans don't know. Achana hii yenye tunaambiwa hapa juzi. There is a lot of secrets yenye Kenyans don't know. Hii mambo ya Gachagua amefanya nini? Hakuna. There is a secret yenye huyu jamaa alianza kuguza. Kuna zile vitu zenye huyu jamaa alianza kuguza yenye nampeleka nyumbani. He's a truthful man. Who knows who one of the judges at the KICC, International Criminal Court of Justice. Huyu judge mwingine alikujanga Kenya akakutana na Ruto. Do you know he's a relative with the Kenyatta's family? Do you know? Huyo. Do you know that is a relative with the Kenyatta's family? See atawaisaidi, but I'm giving you facts. I am giving you facts, the reason why Rigathi is going home. Si mambo ya ameiba hakuna. Abortive coup. Nani ameiba Kenya? Watu wengi wameiba, hata mimi nimeiba. Bora si wakuje waniimpeach. Hata mimi ni mwizi, wakuje waniimpeach. Kama kila mtu kama wanaimpeach mimi, hata mimi wakuje waniimpeach. Sasa ile kitu nasema the Empire's family are asking a question. The Empire's families had a question with this government. Where are our wealth safe? In whose hands are we safe? In your hands. In whose hands are we safe? Ruto has joined the dynasty. Power. Nataka nianze na what's going on in our country right now. Na nataka niwaambie wa Kenya, kama unafikiria kuna makosa Rigathi amefanya kwa nchi nyingine, Rigathi Gachagua is suffering because of one thing. A wise man once said, if you draw or drowning in shallow water is out of ignorance. Rigathi Gachagua, kile mtu amesema, amechikanga yeye mwenyewe. He is suffering out of ignorance
of his loose tongue. You know, we are in a generation whereby you can't be truthful. At this generation ati wewe unasema ati wewe ni truthful. This is a wrong generation to be loyal. This is the wrong generation to be msamaria mwema. You know, wa serikali wote nikwambie, there are deals which are going on in government. There's a lot of deals. Watu wenye wamekuwa kwa serikali, kuna secrets inakuanga huko. Na watu wamekuwa huko wanakufa na secrets ya serikali. Kuna secrets mingi hamwezi elewa. And if you have a loose tongue, you can't be there. Why Mikuna is not in this Kenyan politics or in this government is because of his loose tongue. Watu kama atujaribu Kenya atukue kama Mikuna. Bro, utakula exile. Utakula exile. Kuna siri za serikali zinafaa ziwekwe na zifichwe, na wameona kwamba this man called Rigathi Gachagua has a very loose tongue. Anatopoa siri. Aliingia mara ya kwanza, out of his loose tongue he directed his missiles. Unajua Kenya sasa kuna ajana na hiyo milima anasemanga. Kenya iko na mulima yenye haifai kukuzwa. Kenya sasa iko na mlima ya Kenya iko na wenyewe. Kenya iko na mlima yenye haifai kukuza. Pigidiali, the moment you accuse Kenyatta family, umekuza mlima. The moment unaanza kuongelea you accuse Odinga family, umekuza mlima. Umekuza mlima. Sasa Rigathi aliingia na akaanza kukuza mlima. Hakusimama hapo. Hakumalizia maneno yake hapo. Akakuja sasa akakuja kwa hii nyumba yake ndani. Akakuja kwa nyumba yake ndani Kenya Kwanza. Akaanza kutaka kupost division in Kenya Kwanza. Akataka sasa anataka sasa kudifight Kenya Kwanza. Hakumalizia hapo. Hakumalizia kwa kukuza mlima, akakuja kwa nyumba yake ndani anataka kuleta division out of his loose tongue. Anaguzia mlima kwa ndani. Unaweza simama mbele ya watu alafu uanze kutopoa siri za serikali kama Rigathi. Hawezi topoa. Let me tell you one thing. Mali imefika. Rigathi Madhira. Ni masiku tu. Lakini mali imefika, hakuna dawa ya Rigathi Gachagua kubaki kwa hii serikali. Haiwezekani. Yaani mali imefika. You know, at first history ya impeachment ilianza around the 1920. Vile ilianza, Rigathi Gachagua kama ulikuwa unafuatilia. Kama ulikuwa unafuatilia siasa yake, alikuwa anajua kuna watu wawili inaweza muokoa asikuwe impeach. Alikuwa anajua kuna watu wawili inaweza muokoa asikuwe impeach. Lakini he was not that sure that ni nani atamuokoa. Mtu wa kwanza mwenye alijua that anaweza muokoa ni William Samoei Ruto. Mtu wa pili, mtu mwenye Rigathi alijua anaweza muokoa ni wananchi. The common mwananchi. Those are the two people. Lakini hakukuwa sure ni nani atamuokoa. That is why alikuwa anaenda anasimama juu ya gari anaanza kusema anaanza kulilia wananchi. Kidogo anaona hii watu ni kama hawezi niokoa. Anakuja anaomba msamaha nani? William Samoei Ruto. Lakini unajua in point two he was not loyal. Kwa sababu if Rigathi was so loyal to Kenyans, ndo tumuokoe.
mbona in that time yenye amekuwa kwa serikali kuna vitu mingi imefanyika yenye Wakenya wameteseka, mbona angetuokoa? Kama ulikuwa unataka tuokoe, mbona uko unatuokoa? Alafu anakimbia kwa watu wa Mount Kenya. Watu wa Mount Kenya ni hao watu wenyewe. Rigathi alikuwa anawapiga vita hao watu wa Mount Kenya. Ile time watu wa Meru walikuwa nalia kwa sababu ya miraa yao ilikataliwa huko Mombasa. Rigathi hakuongelea hiyo maneno. Alafu saa hii ati anataka watu wa Mount Kenya wamokoe. I was there on Tuesday when the impeachment motion was going on. I was in Karatina town. People were in their normal whatever, they were doing their pieces as if nothing is going on. Mali imefika Wakenya hawezi muokoa na Rigathi. Mali imefika Ruto haisi okoa Rigathi. Rigathi anaenda nyumbani mapema. Kuna mtu Kanga amejaribu kutuchorea ati he still has four more steps. 4 more. One is gone. He still has 4 more. Wacha nikwambie ndugu yangu. Siku ya kufa nyani miti yote uteleza. And you know, Parliament, Senate is pure politics. It's politics. Hakuna story na evidence. So, usifikirie that watu wa Senate watafuatilia ati ukufanya hii, ukufanya hii. Hata hizo accusation yenye amepewa. Hakuna makosa amefanya Rigathi, hakuna politician amefanya hii nchi. So, senior member unasema Rigathi atafanya makosa? Yes. So, as common man anaenda aende. Kama anaenda aende. Kama anabaki apaki, kwa sababu hii serikali yote hakuna mtu mzuri. And let me tell you one thing. Shida hii Kenya yote ni hao wapunge unaona hapo kwa punge. Ndio hii story na Adani iendelee, ni wapunge ndio wanasema iendelee. Ndio hii story ya health iendelee, the new funding model. Watu wenye wako na nguvu ya kusimamisha, waje nikwambie ni wapunge. Mbona inaendelea na wao wako? So let me tell you this. Wao niliwafuatilia on Tuesday wakisema ati mnasema kuva dereva, kuva makanga. Not knowing that you are the apiria. Let me tell you this. In this scenario, Kenyans walichagua nani? MPs. Waende wa represent wapi? Kule punge. Hiyo gari ingetutoshea sisi wote wa Kenya. Tukasema tuchague wapunge waende watu represent. Hatungeingia wote kwa hiyo gari, na tukasema dereva ni nani? William Samoei Ruto. Tukasema makanga ni nani? Rigathi Kasha. Tukasema wenye wanakuwa abiria ni hao wapunge. Sasa sisi kama Wakenya tunasema tumeongeza hapo mmekaa Raila. Abiria ni wapunge. Abiria ni wapunge. Insurance company. Wao ndio hawa ndio walikuchagua hapa. Haya, straight into your point. Who are you? Sasa mimi na wewe. Hapana. Wewe kula zangu, mimi kula zangu. Ya, kila mtu kule yake. Kila mtu kule yake. Hawajani kamera bwana. Ndio hiyo. Hiyo ndio siasa. Kabisa mu. Ndio Sando Muami. Ni propaganda. Ndio Muami. Tunaenda kwa Oxford Advanced Learners Dictionary. Collins Dictionary. Politics it is purely propaganda. Kabisa. Na hapa tumekuja kupiga Propaganda. Wajakoya ingie na mimi ni Waruto. Mambo iko hivi. Gachagua anaenda wapi? Nyumbani. Hakuna ujanja. Na vile anaenda nyumbani ataenda. Gachagua, Kamata microphone vizuri tukusikie. Gachagua ni ule mtu ambaye anakaa kama kupe.
kupe imejishika kwa elephant, ndovu. Alafu saa zile ndovu inaenda kwa bridge kikurosi kwenda ng'ambo ile, saa zile bridge inatingika hivi, kupe ndiye anajidai, tumeona vile tumetingisha hiyo bridge. Hiyo sasa ndio hiyo ndio Gachagua. Alikuwa ajui pahali amejishika. Gachagua hana chama na hata hana ujanja kurejesta chama, na yeye mwenyewe ni memba tu wa chama cha UDA. Chama cha UDA tunajua party leader ni nani? William Samuel Ruto. Na huyo ndio nani? Ndio kiongozi wa hiyo chama, na yeye ndio president. UDA is a ruling party, and as long as you are a ruling party, wewe ndio na make decision. Yeye ndio ruling party, hiyo ni UDA ndio ruling party, party leader ni Ruto, na yeye ndio president, yeye ndio commander in chief of the armed forces. So kwa hivyo power zote ziko kwa nani? Kwa William Samuel Ruto. Na sisi tunataka kuambia watu hivi, siasa ndiye maanza, na mkombozi amezaliwa. Ile safari mwenyewe nayo ya kwenda Kana nimefika. Safari imefika. Tulikuwa tunasikia watu wa kahawa wanapewa bonus, lakini ni history. Mkombozi amefanya wakulima wa miwa wakapata nini? Wakapata bonus. In history kulikuanga na watu wa kulima wa mikorosho kule Mombasa. Hiyo mikorosho ikaenda kakanyagwa, akaleta mambo ya makadamia. Lakini saa hii watu wa mikorosho pia saa hii wanajivunia. Mikorosho for the first time imeanza kupata nini? Market. Hiyo ni kwa ajili ya nini? Mkombozi amezaliwa. Ndugu waheshimiwa, mimi kwa majina naitwa Isa Muhammad, mtoto wa mvuvi kutoka Budalangi. Na sisi tuko ngangari hapa, tutasema ukweli. In history mkombozi amezaliwa. Watu wa kule Kisumu walikuwa wanavua samaki. Samaki inabebwa kutoka Kisumu inapelekwa Thika. Lakini wakati mkombozi alichukua kiti, hiyo kampuni karudishwa wapi? Kisumu Dala. Kwa hivyo sasa hivi tunaona kwamba huyu mkombozi anaendelea vizuri. Bunge power! Bunge power! Bunge power! Bunge sikizaga! Bunge sikizaga! Sasa wakati umefika wa ukombozi na mkombozi amezaliwa. Ndugu waheshimiwa, kuna samaki zilikuwa zinatoka kule China mingi sana. Na hizo samaki zilikuwa zina sabotage wakulima wa kule Kisumu. Lakini mkombozi alisema hizo samaki zote zisimamishwe na wakaanza mambo ya cooperative ya fish farming. Ukitoka kule Homa Bay mpaka Budalangi, fish farming, fish farming, fish farming, na watu wanaweka pesa wapi? Kwa mfuko. Mkombozi amezaliwa. Mkombozi amezaliwa. Mkombozi amezaliwa. Wakati wa Uhuru Muigai Kenyatta tulikuwa tunasikia Al-Shabaab kila pahali tu, kila pahali tu, kila pahali tu. Lakini tangu mkombozi achukue uongozi kunasikia hiyo maneno. Si nchi imetulia. Si nchi imetulia. Mkombozi amezaliwa. Mkombozi amezaliwa William Samuel Ruto. Kwa sababu Gachagua mwenyewe kuzima mdomo. Kwa sababu Gachagua angezima mdomo, saa hii angekuwa kwa serikali. Kwa sababu kitu ya kwanza ako na ukabila. This guy is a corrupt. This guy is an insider in this country. If you don't respect the government, if you don't respect the president in this country, you don't survive. Kwa sababu boss wako ambaye